Nidhamu ya kwanza ya fedha, ili ukione kibali cha fedha, acknowledge money is important. Kanisa la Mungu linapuuza, halitaki ku acknowledge that money is important. In as much as we are born again, Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tuna Roho Mtakatifu, money is important. My sisters, as much as you are seeking the Lord, make sure you be rich. Because we have a very few Christian women who are very powerful financially. Mgeuze biashara zenu, kazi zenu, namna zenu za kutafuta vipato kutoka tu kwenye pesa ya kawaida kuwa mission, kuwa vision ya kuwa tajiri kwa ajili ya ufalme, ili mlijenge kanisa la Mungu duniani, Tanzania, ili muimarishe nafsi za mabinti wachanga watakaookoka baada yenu. Nyinyi ndio muwape mitaji watu wasioongwe na mabwana wasiookoka wakatolewa makanisani. You see, mentality, what pushes you into investment? Nini kinachokusukuma wewe kufanya biashara? You think petty issues. Carry the whole burden. Beba msalaba, mwambie Mungu, nifundishe key za kupata fedha. I want to carry the church. Nataka kuanzisha foundation ambayo itakuwa ina supply mitaji kwa mabinti waliookoka. What is your vision? How do you think? Watu wa address haya. Ni kweli ni wa Pentecoste, wananena kwa lugha, wanaimba kwaya makanisani, lakini wanahongwa kila siku. It's hard to speak about these things. Why? Because kutokea kwenye madhabahu, hela imetukanwa, imepigwa virungu. So we do not give people motive, the reason why they should be rich. Atakayemsaidia mtoto wa kike ni mwanamke. Because hata mwanaume akimsaidia, mtamwekea kosha. We can have a lot of rich men here. These gentlemen can be as much rich as they can. Sisi tutasaidia tu vijana wa kiume sio mashoga. We can be as many rich men as we can. But trust me, leo ukimwona binti yoyote anasapotiwa na huyu kaka, anasapotiwa na huyu kaka, you guys, kwa aina ya kanisa lilivyojaa umbea, tayari you will think of another thing. Now the only way tunaweza kumsaidia a girl child ndani ya mwili wa Kristo, we must raise ladies with powerful financial muscles so that other ladies, so unampenda Mungu? Yeah. Now you need to make sure kwa kiu yako ya kumpenda Mungu umwambie Yesu, I will be the last one to be poor. Kwenye mwili wa Kristo, I will raise more ladies. I know how you guys have stories. You all have stories. The way you suffered to be where you are. You wouldn't want anyone else to have the similar story. Please be rich, because the gospel that we are going to preach to young girls, it won't be enough if we only go with words. We need to find ways to change and transform their physical life. Kama unauza viatu, kama unauza mchele, you should think in your mind bigger. See it bigger. You should know you have a purpose for living. You have a goal to fulfill. You have a mission for the kingdom. Pia nasema maisha ni zaidi ya kula na kunywa. Kama maisha ni zaidi ya kula na kunywa, tafsiri yake ni nini? Find vision kwenye unachokifanya. We need to transform generation. Each one of us should desire ajione na kiblock cha kuongeza kwenye generation hii. That's why we have a lot of compromising. Injili inakuwa compromised sana these days. Mhubiri pekee mwenye ujasiri wa kuhubiri injili kama ilivyo amejihakikishia life. Otherwise a lot of compromising.